Kuna jambo ambalo Roho wa Bwana ameona nitumie kwa ajili ya kuwakumbusha watumishi wenzangu. Kuna waimbaji, kuna wachungaji na kuna wengine ambao kwa namna moja au nyingine huwa kuna wakati tunajisahau. Unakuta unaongea kitu ambacho kinapingana na neno la Mungu. Unajikuta unaongea ni misemo ya mitaani ambayo unajikuta ina contradict na neno la Mungu. Wakati nikiwa nimeokoka sina muda mrefu, niliwahi kumsikia mtumishi wa Mungu mmoja ambaye alikuwa ameanza huduma, naye alikuwa hana hata muda mrefu wakati yeye kaanza huduma. Akawa anaongea kwamba nimeandaa somo la kuhubiri Jumapili. Yaani anakwambia nimeandaa somo la Jumapili la kufa mtu. Sasa nikastuka. Ameandaa somo la kufa mtu. Wakati neno la Mungu tunajua ni neno ambalo linaleta uhai. Na Yesu Kristo ukiangalia katika kitabu cha Yohana sura ya 10 na mstari wa 10, anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima, na anasema kisha wawe nao tele. Sasa huyu mtumishi kaandaa somo, anasema kwamba kaandaa somo la kufa mtu. Kwa ilikuwa ilinistua. Ni kitu ambacho ukiangalia tayari kina contradict na neno la Mungu. Kwa aidha unakuta mtu ametumia tu ile misemo ya mitaani, lakini huwezi kutumia misemo ya mitaani kwa sababu katika kusema kule iko roho, ina maana tayari ya mauti inakuwa katika lile somo. Tayari kunakuwa na roho ya mauti. Nimekaa kipindi kingine tena kasikia mwimbaji mmoja hapo, siwezi kuwataja, sio zaidi ya mmoja, anasema nataka kuandaa wimbo na naandaa songi la kufa mtu. Sasa unaandaa songi la kufa mtu. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, ni mwimbaji wa gospel, na sio mmoja, na wengi tu ambao ni wengi ambao nimekutana wakiwa wanaongea hivyo. Mtu anaongea songi la kufa mtu, au mwingine anaongea anasema kwamba ni Mkristo kabisa, ananena kwa lugha, halafu anaongea mwenzake labda anamwambia utakuja lini, anambata kuja siku fulani. Wewe utakuja, anaweka kejeli ambazo zinapingana na neno la Mungu. Kwamba utakuja lini? Utakuja una nani, au na wewe unataka kuwa kama Yesu? Kwani ina maana huyo mtu tayari haamini kwamba Yesu atakuja, ndio tafsiri yake. Sasa si vyema, ni vyema mtu ukajirekebisha kwamba chochote tunachokiongea hakitakiwi kucontradict na neno la Mungu. Hakitakiwi kupingana na neno la Mungu. Kwa kile tunachoongea hakitakiwi kipingana na neno la Mungu. Sasa watu nakuta tu mtu anaongea, anasema naandaa songi la kufa mtu, nimeandaa somo, nimeandaa mahubiri ya kufa mtu, wakati neno la Mungu ni uhai. Na Yesu sehemu nyingi anajitambulisha, anasema mimi ni njia, kweli na uzima. Yeye anifuataye ana uzima wa milele. Sasa huyu ambaye anajaribu kuwafikishia habari za Yesu kwa njia ya nyimbo, na huyu ambaye anawafikishia habari za Yesu kwa njia ya mahubiri, zile jumbe ambazo zimebebwa ndani ya nyimbo au ndani ya mahubiri tunatambua zimebeba uhai. Lakini huyu mtu anatambulisha, anasema kwamba nimeandaa wimbo wa kufa mtu, nimeandaa mahubiri ya kufa mtu. Mimi ningetarajia kwamba huyo mtu aseme, kwa kama ni mtumishi, aseme kwamba nimeandaa kama ni wimbo wa kufufua mtu, nimeandaa mahubiri ya kufufua mtu, nimeandaa mahubiri ambayo mtu akisikiliza atapona, kwa sababu neno la Mungu limebeba uzima. Ukiangalia akida katika kitabu cha Mathayo sura ya 8 mstari wa 8, alimwambia Yesu akasema, ustahili kuja nyumbani chini ya dari yangu, lakini sema neno moja tu na mtumishi wangu atapona. Na alipotamka kweli alipona. Neno la Mungu limebeba uzima. Neno la Mungu limebeba miujiza. Neno la Mungu limebeba uponyaji. Neno la Mungu limebeba uhai na sio mauti. Au nimeandaa wimbo, yani huu wimbo ni hatari. Hatari gani? Hatari ya kufukuza mapepo? Hatari ya kufukuza magonjwa? Hatari ya kufanya kitu gani? Kwa ni vyema mara zote tukatamka statements ambazo hazipingani na neno la Mungu.